la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza, sura ya kwanza, mstari ule wa 18 na 19. Biblia inasema hivi: kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi. Na anaposema neno la msalaba anazungumzia habari za wokovu ulioletwa na Yesu Kristo. Tunajua Yesu Kristo ndiye alileta wokovu kwa njia ya msalaba pale Calvary. Anasema kwa kundi la watu wanaopotea, hizo habari za wokovu kwao huwa ni upuuzi. Huwa hawaamini kwamba Mungu alimtuma mwanae aje hapa duniani kuukomboa ulimwengu na dhambi yake. Huwa watu hawaamini kitu iko, wanaona ni habari za kipuuzi, ni habari zisizo na maana, ni kama ni habari za upotevu tu. So huwa wanaona ni upuuzi. Na kwa nini wanaona upuuzi? Kwa sababu ni kundi la watu wanaopotea. Alafu anaendelea kwa kusema, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Sisi tunaookolewa, hizo habari za wokovu anasema ni nguvu ya Mungu, kwa sababu wokovu ni kitu chenye nguvu, chenye uwezo wa kumkomboa mtu, chenye uwezo wa kumtoa mtu kutoka mautini na kumpeleka uzimani. So kundi la kwanza anazungumzia kundi la watu wanaopotea. Kundi la watu wanaopotea, habari za wokovu wanaonaga ni za kipuuzi. Kundi la pili, watu wanaookolewa. Watu wanaookolewa kwa habari za wokovu kwao huwa ni nguvu ya Mungu ya kuwasamehe dhambi zao na kuweza kuwasaidia kuishi maisha matakatifu na kuingia mbinguni. Mstari wa 19 anasema hivi: kwa kuwa imeandikwa, nitaiharibu hekima yao wenye hekima. Wale wanaopotea wanapotea kwa sababu huwa wanatafuta sana kwa kutumia hekima zao kuuelewa huo wokovu, afu mwisho wa siku wanakuwa hawaelewi. Hivi inawezekanaje Mungu akawa na mtoto akamleta mwanae hapa ulimwenguni aokoe na dhambi zake, na wanajua kabisa na huyo mwanae pia ni Mungu. Sasa kama mwanae ni Mungu na huyo Mungu, inawezekanaje pia na yeye mwenyewe anakufa anaukomboa ulimwengu? Wanatafuta hekima nyingi ili waweze kupata kuelewa habari hizi za wokovu, afu mwisho wa siku hawazielewi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anasema nimeiharibu hekima yao, au wanaojiona wana hekima ya kutaka kunichunguza mimi Mungu. Alafu anasema na akili zao wenye akili nitazikataa. Hao wanaodhani wana akili kubwa za kutaka kuchunguza matendo makubwa ya Mungu mpaka waukubali wokovu. Kuna watu wanatafuta sana mpaka wape logic nyingi, mantiki nyingi ndio waukubali wokovu. Anasema hizo akili hizo nimezikataa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni Mungu wa kuaminika. Kuna maeneo Mungu hauwezi